rais wetu ulipoondoka, mambo ya capitation ambayo ilikuwa inakuja kwa shule, wazazi wanakuwa hawana shida. As we speak today, watoto wako nyumbani. Walimu wamefunga shule mapema kwa sababu ya madeni, because they have no money for capitation to pay suppliers. Rais Uhuru Kenyatta, my brother, ile NHIF ulipanga ilikuwa nafanya kazi mzuri, ilitolewa. Yule jamaa akaleta mnyama ingine anaitwa SHA. Sijui kama umeisikia Rais Kenyatta, hiyo SHA inaitwa SHA Shi. Inafanya kazi? SHA inafanya kazi? Mahospitali yetu isikuwe na shida. Huyu waziri anapiga kelele. Ile maneno nimemuuliza ajibu, hataki kujibu. Anasema ati tunapiga wa Somali. Mimi nauliza wewe Waziri Duale, ukiiba pesa ya SHA, wa Somali walikuwa hapo? Ukijenga mall huko Yaya Center na ingine Karen, wa Somali walikuwa pale? Ile pesa yote mmechukua ya SHA ni wewe. Usiingize jamii ya wa Somali kwa shida zako. The Somali community is an honorable community that does business in this country. Don't drag the community in your challenges. The question I asked you, Duale, is can you confirm that the system ile inaregulate SHA is domiciled in Dubai or not? That is a question. Because unasema inafanywa Dubai, not in Kenya. Na tu tunakuuliza swali. Every second of the month, hiyo kampuni yako inaitwa Convergence inalipwa 600 million. Can you answer that question? Is it yes or no? Tena tunakuuliza, before Wakenya wapiga kelele, there was an online platform ilionyesha pesa ya SHA vile inatumika kila siku, Wakenya waelewe. Why did you stop it? Can you bring back that platform so that Kenyans can monitor hii pesa ya SHA inaenda namna gani? Na ndio hii Nairobi Hospital ilitaka kuibiwa, because walijua wakiiba Nairobi Hospital, kwa sababu ni hospitali kubwa ya matajiri, pesa ya SHA ipitie huko, hakuna mtu atakuwa suspicious. Because it's a big hospital, it can be paid in billions and there will be no suspicion. So those are the issues of the day. Na sisi tunataka tuseme we are determined. Na vile tumeulizwa hapa, it is true. Tumekubaliana. Kama ni Martha Karua, kama ni Muturi, kama ni Wamalwa, kama ni Matiang'i, kama ni Kalonzo, kama ni Rigiji, tunataka candidate mo? How ni homuri? How ni homuri? And let me just, so that I call Your Excellency to come and address these people. Ninaona hii watu ya Kasongo pale Ikulu wanashida hapo mikutano, wakisema ati Uhuru Kenyatta rais wetu hawezi fanya kazi na Rigiji. How do you know? Let me tell you, Kasongo, wewe hujui sisi. The fact tulikupatia kura unafikiria wewe unatujua. In fact you think you are one of us. You are not. You don't know us. You don't know us. When myself, I've been personal assistant to President Uhuru Kenyatta for many years. I have worked with President Uhuru Kenyatta for 20 years, working close. Hii jamaa ameingia katikati yetu, tumekosana mwaka 3. Sasa kati ya mwaka 3 na 20 ni gani mingi? So sasa na ni jamaa aliingia katikati yetu. Na Bishop, hii mambo ya Biblia sijui tutafanya nini. Unajua sisi wa Kristo, mtu akija na Biblia aseme ameokoka, aseme mwadhani ya uosho, tunasema amina. That is how we were called, all of us. Jamaa alikuja na Biblia kubwa, akasema mwadhani yake hata tukiuga hata. Lakini rais wetu, najua saa ingine mimi najilaumu ya kwamba nilidanganywa na nikapoteza watu wetu, na ninajilaumu, lakini najipatia nguvu. Ninasema kama mabishop walidanganywa, mapasta, mareverend, hii Rigiji mtu ya Munyoro ni nani? Si ndio? Ni mtu atureka ile adwa ito. Ni mtu atureka ile. Twahengecirwo na kirikaniro.
Sasa hii mambo ya Biblia, Bishop, utusamehe. Hata mtu akija na Biblia siku hizi hata hatufugi macho, tunaangalia. Tulipata shida kwa kuamini Biblia. I want to tell our people, adwaitorire na kumwero, huyu jamaa amejaribu kugawanya mlima Mount Kenya East and West, na ndio mimi niko na vita na yeye. I cannot allow him, because akifaulu tumekwisha. You know what we did in 1992. Matiba akasimama pande ile, Kibaki akasimama pande ile, moja akapitia katikati. This vote of ours can only be useful to this country and to us as the mountain people when it is one. So Wameru, Waembu, Wakikuyu, sisi zote tuko kitu kimo. Now we have even gone a step further, Your Excellency. Tumeanza kutafuta our cousins. You know, shida ikija unatafuta familia. Katibu adwaito. Sasa kuzo wetu Kalonzo, kuzo wetu Matiang'i, kuzo wetu Wamalwa. Sasa tunaelekea kutafuta Mijikenda. Tunatafuta mashemeji wetu wa Masai. Haya, Orengo ndio huyu amekuja. Anasema ati sisi ati tukue na shida na Wajaluo. Tukue na shida gani? Shida imekuwa katikati ya Wajaluo na Wakikuyu for many years. President Uhuru Kenyatta has addressed it in a very big way, that for the first time 1.3 million people at the behest of President Uhuru Kenyatta voted for Raila Odinga, which means ile differences yetu inaendelea kupungua. Na mimi niambia akina Junet, mnatukana Uhuru Kenyatta. Wewe Junet, kwanza ulipewa pesa ya agent, I was there, ukakuja ukanegotiate na Ruto, akakwambia ukule msikue na agent, mkashindwa. Sasa mna blame Uhuru. Uhuru alimpatia nyinyi maneno yenu. Si walikula hiyo pesa? So the President Uhuru Kenyatta did a great job in bridging the differences that were there between us and the Luo community. And it is upon us there, because Uhuru is retired, to take it further. James Orengo, tunataka tukae na nyinyi. We are one people. Na sisi hatuna ngovi na mtu yeyote. Finally niseme hii uchaguzi nakuja itakuwa kama ya 202. It will be a 202 moment. When we lost to Mwai Kibaki and President Kenyatta is here, and we sat and we knew we will lose, and we encouraged him to go to the ballot because of the future. Ajitengenezee jina. Lakini once there was one candidate, we knew we were going nowhere. Kusema kaa kwa debe utengeneze jina. But what happened in 2006 is what is happening today, President Uhuru Kenyatta. Your Excellency, we sat with you when we realized they were mobilizing 41 against 1. You shaved your ambition for presidential seat and backed Mwai Kibaki. And we came as one. That is the situation we are in today. Ndio mimi nitafuta Kondo, nikaenda kutafuta dada yangu Martha. Tukasikizana. Nikatafuta Muturi, nikatafuta kila mtu. Hapo ndio tuko. I want to confirm, for the avoidance of doubt, if we agree it is Matiang'i, kura yote ya Mlima Kenya itaenda kikapu ya Matiang'i without any division. Tukisikizana ni ya wa sister Martha Karua, kura yetu yote itaenda kwake as one. Tukisikizana ni Kalonzo Musyoka wa cousin, atapata yote. Na tukisikizana ni Rigiji, sini yote. So let our detractors know today that nobody will divide this mountain. Nobody can come between us and President Uhuru Kenyatta. President Uhuru Kenyatta, for the record, is my older brother, is my kinsman, and my longtime friend. Those who are politics of yesterday, we are in different times. Finally, watu ya Kirinyaga, why we have a problem, rais wetu niambie watu ya Kirinyaga. All the governments that have succeeded, imesaidiwa na watu ya Kirinyaga. Your father, the late Mzee Jomo Kenyatta, succeeded because he had two men, Geoffrey Kareithi as head of public service and James Kanyotu as the director of intelligence. Kenyatta akafaulu. When Moi came, akajua siri ya kufaulu ukitaka kuunda serikali. Akatafuta J.S. Mathenge as PS Interior, na akatafuta Philip Degwa as economic advisor from Kirinyaga here. When Mwai Kibaki came, akatafuta huyu Matere Kereri as controller of State House,
akatafuta Michael Gichangi as Director of Intelligence, na akatafuta Stanley Mulage as Strategic Advisor. Kibaki alifaulu hakufaulu? Huyu Rais Uhuru Kenyatta ako hapa, alishikiliwa na huyu Karaja Kibicho pale katika Harambee House, na Jiraini akiwa pale KRA. Why Kasongo has failed? Nilijaribu kumadvise akakuwa kichwa ngumu. Nilijaribu kumwambia akaiza mimi ni mkabila, wewe ni mkabila, hii watu yenu. Nikamwambia ukitaka kufaulu leta watu ya Kirinyaga kwa serikali. Akakataa. Ameanguka hajaanguka. So my promise to the people of Kirinyaga, because mimi nitakuwa kwa hii serikali inakuja in one capacity or another, either as president or something else, serikali yetu ndio ifaulu, itajaa watu ya Kirinyaga ndio tuweze kufaulu.